watu wa Mlima Kenya na pia kutoka hapa kanisa ya Calvary kwa siku ya leo. Ujumbe wetu ni kwamba Kenya haiko sawa, na tumeona shareholding yenye tuliambiwa imeathiri sana sehemu ya Mount Kenya, na tumegoja sana. Huu ni mwaka wa pili tumegoja sana, tumepata hakuna tumaini katika serikali ya Kenya Kwanza, na hivyo tumesema kuanzia leo sisi watu wa kutoka Mlima Kenya hatunyamazi tena. Mkutano wetu wa leo tumesema hatuogopi tena, mambo ya kutishwa hatutaki. Ni vizuri Kenya ikomae kisiasa na watu wakubali kuambiwa. Tumeona utawala wa watu kukataa kuambiwa na kusema kila kitu kwa mambavu, bila kusikiliza hata koti, bila kusikiliza kanisa, wala kusikiliza mtu yeyote mwanasiasa. Serikali lazima ikubali kukosolewa wakati haiko sawa. Na kama kanisa sisi tutaongoza kukosoa. Mahali kanisa imeenda kwa kitanda kimoja na serikali ya Kenya Kwanza itapotoza wa Kenya. Itakuwa ni hatari sana kwa kanisa kuenda kitanda na serikali. Pia tunasema hivi, sisi tutatetea ile msemo wetu wa shilingi moja, mtu mmoja na kura moja. Na hatujaagiza wengine kutolewa pesa zao. Tumeagiza sisi tupewe zetu. Ni dhahiri kwamba kisiwa hiki cha Mount Kenya kimeachiliwa every tax to be collected from here. Na kama kodi inatoka huku kwetu, ni lazima kodi irudi huku kwetu kwa usawa. Watoto wetu wapate basari, barabara zetu zipate kutengenezwa, hospitali zetu, na pia wale watu ambao wako diaspora ambao wanaishi huku. Tunataka kuona usawa. Hiyo mambo ya the winner take it all imeathiri sana Kenya pakubwa, na haswa hapa Mount Kenya. Kwa hivyo sisi watu wa Mount Kenya, we have a declaration. Tutaenda kila mahali katika Kenya kutangaza ya kwamba hatutanyamaza, na tutamwambia President wetu Ruto ya kwamba lazima akubali kuambiwa na lazima asikilize sauti ya punda mwenye anafanya kazi. Watoto wakikuja huku ama wamama wakikuja huku kwa kanisa, shida zote zinaleteanga kwa kanisa. Wakati hata diaper inaenda kutoshwa ushuru na vitu vidogo vyenye mwananchi anahitaji kutumia, tunataka kusema adhiri zote zikija kwa wananchi zinakuja kwa kanisa. Kwa hivyo tunataka kuomba Wakenya kukataa kabisa biru hii, maana inaguza mambo ambazo tunahitaji kutumia kwa siku. Wazee wakiwa wagonjwa wanatumia hizo diaper na mambo mengine madogo ambayo tunasikia kila siku yatatoshwa ushuru. Kwa hivyo tunataka kusema si nzuri, na tunaendelea kuikashifu si nzuri. Ni kusema shukrani kubwa sana kwa Bishop Gakuyu kwa sababu ya kutualika hapa ili tuweze kushiriki katika ibada pamoja, na pia kutupa nafasi ya kuongea na wafuasi wake ama waumini wa kanisa la Calvary. Na tumefurahia yale ambayo tumesikia, hata mahubiri ambayo tumepata kutoka kwa Bishop na wale wengine ambao walikuwa naongoza ibada. La pili ni kusema ya kwamba lile jambo ambalo ni nzito ni wakati umefinywa na wale ambao wako kwa serikali kuwekwa uoga. Na hivyo pia ilikuwa katika kwa mahubiri ya kwamba hatuwezi kuwa na uoga wakati tumefinywa. Mwenye kukufinya unaweza shindwa kufanya lolote, lakini wewe kuigiza uoga ndani yako, hayo ni makosa. Na lazima sisi tutokezee na tuanze kusema ya kwamba hatuwezi kubali kuuzua uoga na hatutanunua uoga. Tuanze kujipanga kwa sababu serikali ya 2027 haitakuwa ya UDA. Sure. That one is clear in our minds. Yes. Watu wamekubaliana na wameelewa. Hamna matumaini kwa UDA. Sure. Zile vita wako nazo waendelee nazo ndani huko, lakini wasije wakafikiria kwamba watapigana alafu tuwafuate. Yetu imefika hapo. Tuko Maragwa, tuko Murang'a on Tuesday 11th, Limuru 3, kuhakikisha kwamba tumefafanua
yale tunasema tunaita Limuru 3 mashinani, the villagers edition. 1 year 10 months. Ruto mwenyewe hata sifikiri ni serikali, yeye mwenyewe ametembea Kenya dunia mzima. He has now borrowed 7.2 trillion shillings in 1 year 10 months. Uhuru had 10.6 trillion in 10 years. If this guy continues at this rate, sijui atatuacha wapi. Lakini ile shida kubwa, it is not even the borrowing. It is the fact that there is nothing we can see that corresponds to the amount borrowed. What we are seeing is opulence. Watu wamebadilisha maisha yao. Hata saa I don't know how it looks different ya 500 na milioni 55. I think they all say the same, yote inasema saa ni moja. I don't think kuna inasimamisha jua ama kitu kama hiyo. Unafaa kiatu ya 160, 160,000. Ati ukikaa chini lazima uinue mguu juu ndio tuone suru ni nyekundu. Muchipi 460. This is wastage. The wastage that we have. Yet tuna watoto hawaendi shule, hospitali hazina madawa, watu hawawezi kukula, hawana namna, the single mothers, all the suffering is so much, and the opulence that we are seeing. Ati watu wameanza kubeba pesa na karatasi ya unga. Walikuwa tuseme unga itakuwa bei rahisi. Sasa wanabeba pesa na karatasi ya unga wakienda kwa harambee. Things we were seeing during Moi's era when we really got in trouble as a country. This is a disaster. We must move away from this disaster. We start organizing ourselves now. Tulikuwa hapa kwa maombi katika Coverage Center, na katika mijadala ambayo imetokeza hapa ni kwamba one of the things watu wananchi hawataki ni hiyo bill ya finance bill ya 2024 ipite, na wametoa onyo kali sana kwa wabunge ambao wako katika bunge, na wamesema mkipitisha hiyo mjadala au hiyo bill, basi muwe tayari kupambana na mwananchi wa kawaida hasala mwaka wa 2027. Imeonekana kwamba hiyo bill ni ya kufinyilia wananchi and they can no longer take it anymore. Bado tunaendelea kufanya mikutano ya Limuru 3 na hivi karibuni, in fact to be specific, Ijumaa ijayo, Tuesday next week, tuko pale Murang'a, na tunaalika wote mkuje tuongee mambo ambayo sisi tunaona inathuru especially watu wa Mlima Kenya, lakini pia inaguza Wakenya wote. Vile tunasema wale ambao hawana shilingi wapewe shilingi, wale ambao wanayo hatusemi wanyang'anywe. In fact, if anything, wacha waongezwe, lakini wale ambao hawana wapewe haki yao. Hivyo tu ndio tunasema kwa kifupi.